Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu mlokuwa Tanzania na nje ya Tanzania, karibuni sana kwa Daktari Simba2 nguvu ya maono. Leo nimekuja ndugu yenu, leo ni baada ya kutoka mizimuni, nikasema istoshe nimepeleke katika ufarume ambao wa tiba asilia, tiba ambao haina mashaka. Na nashukuru sana kwa nyinyi ndugu zangu kuja kunitembelea leo. Na mimi leo nataka msiondoke bila kupata kitu kwangu, bila faida. Nataka nimipe faida iweze kumisaidia leo na kesho, ili nikiwa sipo muweze kunikumbuka. Huu mti mnaoona, huu mti ni mti maarufu sana huu. Kwa wengine wanaita mtonkwe, ambao ni kwa jina la ufundi ama la utaalamu, au Kiswahili unaitwa mtopetope. Mtopetope pori ama mtopetope nyika. Huu ni mti bora sana katika miti bora, na mti ambao unasaidia maradhi mengi sana. Huu mti kwanza tunakuja kwenye majani yake. Haya majani unayoona hapa yanafanya mambo makubwa sana. Huu mti asili yake kwanza una asili ya kuteleza, yani unapochuna kamba zake una asili ya kutoa utelezi. Wanaosumbuliwa na vidonda vya tumbo, wanaosumbuliwa na chango kali sana, anaweza akaponda majani yake, akaroweka, akanywa na akapata unafuu na akapona kabisa. Kwa sababu kinachosumbua ni kwanza kujua ni nini tumbo linasumbua. Inaweza kaa ni chango. Ukipatikana chango huwezi kufanya jambo lolote. Hata kwa ndugu zangu wa nguvu za kiume kwenye tendo la ndoa lazima wapate shida, kwa sababu chango limekamata. Kwa hiyo huu mti unaitwa mtonkwe ama mtopetope. Huu kazi yake ni kubwa sana kwenye mwili wa mwanadamu. Lakini tunakuja kwenye mizizi. Mizizi yake chini ukichimba unaweza ukapata tiba bora. Wale wakina mama wanaosumbuliwa sana na siku zao, yani anatoka damu mfululizo, haikati, unachimba mizizi yake. Alafu kuna mti mwingine wa kuchanganyia, utaweza kufanikisha, chango lako litakaa sawa, na vile vile damu zako ama hezi zitakata kwenye muda mwafaka. Yani kama unaendesha siku 3 wiki, utaratibu utarudi pale pale. Mizizi ya huu mti ambao mtopetope. Lakini tunakuja vile vile kwenye swala la uzazi. Huu mti au mtonkwe tunaozungumzia ni mti kubwa sana kwenye uzazi. Unachukua mizizi yake, alafu unachanganya na mti mwingine unaitwa morwe. Unapochanganya na morwe, basi utafanikisha malengo yako. Yani ukichanganya mti huo kwenye swala la uzazi, wakina dada nawaambia, utapata mtoto bila wasiwasi, utashika mimba. Isipokuwa tu inatakiwa kujua tu kwamba je, tumbo lako wewe limeleta shida ya nini? Umekwenda kwenye vipimo, umeambiwa tiba ipo, ama vile vile mayai yapo ndani? Ukishaambiwa yapo, basi ukifuata huu mti, basi lengo lako litatimia. Au unaweza ukanipigia simu, namba yangu ya simu inapita hapo chini, mimi Daktari Simba2 nguvu ya maono, nikakupa msaada wa dawa. Lakini kuna huu mti mwingine. Huu unaitwa kwa mtazamo wa kawaida unaitwa mvuti. Kwa ndugu zetu wa Sambaa wanauita mvuti. Lakini vile vile huu mti unauona ni mti mkubwa sana. Huu mvuti ni mti wa biashara. Yani biashara yako inasumbua wewe, kazini kwako unasumbuliwa na tajiri au wafanyakazi wenzako wanakuchukia, basi huu mti utakapochukua ukachanganya na madawa mengine, ukafunda, ukaoga, utafanikiwa katika maisha yako, biashara yako itasimama. Na vile vile unaweza ukaifunda ukachanganya na dawa nyingine ambayo ya kisuni, ukachoma kwenye kazi zako zikasimama. Kwa hiyo ndugu zangu mlokuwa ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, kila mwenye mafanikio lazima kuna jambo kalifanya na kuna jambo kapitia kaweza kufanikiwa. Hakuna mafanikio hivi hivi. Ili ufanikiwe ni kubadili tabia yako. Yani usiseme mimi tu nitapata, hapana, hangaika, utaweza kufanikiwa. Huu unaitwa mvuti. Maana ya mvuti ni kulazimisha kitu kije kwako, kinachokataa kuja kije kwa haraka sana. Huu ni mvuti. Utazameni kwa umakini ndugu zangu, huu unaitwa mvuti. Ni mti bora katika mti ya biashara sana. Utafanikiwa katika maisha yako. Mpenzi wako ukitumia mti huu hataki kuja nyumbani, atakuja kwa haraka sana. Wanaojua watakwambia asili ya huu mti. Wengi wanaojua. Nataka nikwambie, na kuna mwingine huu hapa wa karibu sana. Jina lake huu mkubwa kabisa unaitwa mfumbiri. Huu ni mfumbiri ndugu zangu. Mfumbiri huu una maajabu makubwa sana. Kwanza mizizi yake, asili yake ina mizizi ya kuchanua, yani inasambaa pembe 4. Huu ni mfumbiri. Mizizi yake unachanua pande 4. Kwa hiyo unapokuwa una tatizo ambalo nyumba yako kuna vitu vya ajabu, unasikia kuna mapaka yanalia, kuna mbwa analia, kuna watoto wachanga, ama kuna vitu juu kama mchanga vinamwagwa ama kama maji, unachukua huu mfumbiri, mizizi yake pande 4, alafu kisha unaomboleza wakati wa kuchimba. Unakwenda na kuku, unakwenda na vitu vingine ambavyo nitakwambia, maana ni vya siri sana. Utaweza kufanikisha. Ukishauchukua huu
unakuja ukita kama ulivyo, yani mizizi ilikoelekea pande nne, na wewe unachukua kipande chako cha kushoto unakiweka kule kule, na upande wa kulia kule kule, na pande zote nne. Ukifika nyumbani kwako unasimika kwenye mji wako au kwenye biashara yako, ndugu yangu, utaona mafanikio. Au kama kwenye gari, nifanye biashara, unafunga ndani ya gari vipande vinne, kwa sababu gari ndani ya kibini kuna engo nne, unafunga mle ndani tu, unavining'iniza kwa ndani, ama la unaweza ukafungua kwa ndani ukachomeka kwenye rufu. Kuna nafasi za kuchomeka hivi vitu, tushafanya sana, tumesaidia sana. Kwa hiyo ukija kwa Dr. Simba2 haya yote utayapata, shughuli zako zitakwenda bila kero lolote. Tunakuja kwenye jambo jingine kubwa sana ambalo watu wanateseka sana. Mtu ana biashara lakini haipandi. Haiwezi kupanda ikiwa wewe hujajifahamu nyota yako ni ya nini. Lakini kwenye mahusiano lazima wewe, ndugu yangu, uweze kufahamu mahusiano uliokuwa nayo. Mume wako uliokuwa nao ama mkeo uliokuwa nao, inawezekana nyota yake ni ya Miri na wewe nyota yako ni ya Miri, hamwezi kuwa sawa hapo ndani. Inawezekana nyota yako wewe ni ya Bayaza na yeye ni ya Bayaza, hamwezi kuwa hapo ndani sawa. Nyota yako ajitimai na yeye ni ajitimai, hatima yake inakuwa ni mitihani mizito. Kwa hiyo lazima mpime nyota mbili. Cha kwanza ufahamu ufarume wake, nyota ya mwanamke ni nini na nyota ya mwanaume ni nini. Hapo utaona mafanikio. Ukisema unaoa au unaolewa, mambo yako yatakwenda. Unaweza ukawa mfanyabiashara mkubwa, mwanadada, ukaolewa na mtu mwenye nyota Miri, ni mfilisi, ni mlango wa 8 huu. Mwisho wa siku ukakuta wewe biashara yako inakufa kabisa, inafunga. Unasema nimepita wapi? Lakini kumbuka uliokuwa naye hujajua ufarume wa nyota yake. Kwa hiyo ndugu zangu, kabla ya kuoana na mishauri, kwanza mpime nyota zenu, alafu utazame maisha yako yatakavyonyoka baada ya kujua mwenzangu nyota yake ni ya nini, ni ya Bayadha ama ni ya Miri ama ni ya Jitimai ama si ni Kafu ama ni ya Zuhura. Karibuni sana ndugu zangu mlokuwa ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya nchi. Mimi daktari bingwa Simba2, nguvu ya maono. Leo nimekuja na hili, inshallah kesho nitakuja na jingine, tutaweza kumipa mengi sana. Karibuni sana ndugu zangu.